Naam, ni siku nyingine tena tunakutana kupitia Thinkers TV na hii ni Thinkers Update. Siku ya leo bwana, tupo katika maeneo ya nikiangalia pale vibao, kuna kibao kinasomeka Indian Street pamoja na mtaa wa Swahili. Kwa huku niko katika mtaa wa Swahili, vibao vimenisaidia kunielekeza hivyo. Na lengo la mimi kuja huku ni kutaka kuweza kufahamu kuhusiana na swala zima hili ambalo lilikuwa likiendelea jijini Tanga, au kinywaji hiki ambacho watu wengi wa Tanga wamekuwa wakipenda, na si kingine ni Alkasus. Kwa nataka kuweza kufahamu. Kila mtu huwa na jina lake, unasikia kuna wengine wanasema Alkasus Mujarabu. Sasa kasema kwa nini tusiweze kufahamu hiki? Na wewe mpenzi mtazamaji wa Thinkers TV, kwa nini usiweze kufahamu? Niko na dada yangu hapa ambaye yeye ndio mwenyewe mhusika hapa na ndio ambaye anaendesha biashara hii. Habari yako dada yangu? Salama tu. Kwema kabisa. Nashukuru Mungu, kwema za kwako? Salama kabisa. Za kazi? Njema tu. Ningependa kufahamu majina yako, unaitwa nani? Kwa jina naitwa Ashura Omar Saidi au Mama Lukmani almaarufu Mama Alkasus. Mama Alkasus, kama ambavyo umesikia mwenyewe. Mama Alkasus pamoja na biashara yake inaenda hivyo. Nataka hivi unaweza kuniambia mpaka jina la Mama Alkasus limekuja vipi? Kutokana na biashara yenyewe. Kwa hiyo Mama Alkasus, lakini sina mtoto anaitwa Ali. Basi nikajua kwamba kuna mtoto ambaye anaitwa Alaf Kasusi. Lakini mwenyewe amekanusha. Sasa nataka uniambie hivi biashara hiyo una muda gani mpaka sasa hivi? Biashara hiyo msti kama mwaka wa pili huo. Kaniambia kitu gani ambacho kimekupelekea mpaka kuweza kuanzisha biashara hii ya kuuza Alkasus? Kitu kilichonipelekea kufanya biashara Alkasus kwa sababu nimeona ndio ilikuwa iko kwenye soko. Sababu sasa hivi kama tulikuwa tunakunywa sana kahawa. Lakini baada ya kuingia Alkasus, kahawa si sana watu wanakunywa Alkasus. Kwa hiyo mimi nikaona inalipa, ni biashara. Kaona nifanye. Na kuna mtu ambaye labda alikuja akakushawisha kumwambia uza Alkasus kwa sababu sasa hivi ni kama biashara ambayo iko watu wengi wanafanya? No. Hapana. Ila niliisikia na niliiona. Kwa hiyo nilivyoisikia na nikuiona na sikutaka kuisikia tu, kwa ikabidi na mimi niitengeneze. Mimi ilikuwa sijui jinsi ya kutengeneza. Ila nilipohitaji kuifanya, unajua unapotaka kufanya kitu chako basi huwezi kukosa ufumbuzi. Basi nikaenda sehemu husika, nikawatafuta wahusika na wakanielekeza, kwa sababu wao ndo wanauza Alkasus Tanga nzima hii. Yaani Mbeya, Morogoro, Dar es Salaam, wapi, yani kote ukikuta Alkasus ujue imetoka Tanga. Alkasus ambao wameweza kuifumbua ni watu wa Tanga wenyewe. Sio mtu mwingine yoyote wa mikoani huko au Zanzibar au Dar es Salaam, Pwani huko. Hapana, ni Tanga peke yake. Bwana, hii ni Tanga product. Alkasus ni Tanga product. Kwa watu wa Tanga lazima tuweze kujivunia vitu vya kwetu. Kahawa imeshazoeleka sehemu nyingi ipo, lakini Alkasus yenyewe ni hapa nyumbani Tanga. Alkasus ni mchanganyiko wa viungo. Sio, umenielewa eh? Kwa hiyo ni mchanganyiko wa viungo asilia. Kwa hiyo mchanganyiko, nadhani nikisema mchanganyiko wa viungo ni viungo vyote unavyovijua wewe. Kuna iliki, kuna mdalasini, kuna karafuu, tangawizi, yani kila kitu. Ikiwemo na kahawa pia imo, kwa sababu Alkasus inachanganywa na kahawa. Unaweza kaipika bila maziwa na ukaipika na maziwa. Lakini ambayo imezoeleka Tanga sana ni ya maziwa. Hata hiyo ambayo haina maziwa pia imezoeleka vile vile, kwamba kila mtu kuna anachokipenda. Mimi nitamwambia dada yangu hapa anaekea tu Alkasus hapa, tukao tuendelea kupiga story mbili tatu na mimi naweza kupata utamu wenyewe wa hiyo Alkasus. Inaandaliwa hapa kama ambavyo unaona. Sasa na mimi nataka niweze kufahamu utamu wa hiyo Alkasus upoje. Naam, hii kama unavyoona kikombe cha Alkasus ndio hiki hapa. Hiki ni cha shilingi ngapi dada? 500. Hiki ni cha 500 na mimi naonja kama hivi, afu tutaendelea kuuliza mambo mengine hapo. Kuna wengine wanakuwa wanaamini labda katika hiki kinywaji labda kinasaidia katika jambo fulani, inasaidia katika kitu fulani. Vipi kwa wateja wako sana ambao wanakunywa? Je, mtu anakunywa tu kama kinywaji cha kuburudisha au kuna mwingine anakunywa kwa sababu akiwa na lengo lake jingine tofauti? Mimi Alkasus unajua inachangamsha mwili. Alkasus yani inachangamsha mwili, kwamba ukiwa umechoka, sio, umenielewa eh? Kutoka zako huko makazini umechoka muda mrefu, ukija ukipiga kikombe chako kimoja hicho, basi mwili unataradadi. Lakini kila mtu anakuambia kwamba Alkasus sijui inafanyaje, kwa unajua kila mteja anakuja na maoni yake. Kwa hiyo nampokea mteja jinsi anavyokuja. Sio, umenielewa? Akiniambia inaongeza swing nguvu za kiume, namwambia hapana, mimi sina uhakika. Ni lazima nimwambie kwamba sina uhakika. Sio, umenielewa? Kwa hiyo wewe kunywa ndio utaniletea mimi matokeo.
Kama inaongeza hiongeza, lakini mimi ninapojua kwamba ni kinywaji ambacho kinakufanya uburudike. Ni kinywaji ambacho kinakufanya urefresh yani. Mimi nadhani kama nguvu za kiume huna tu bwana. Sio mpaka unywe alkasusu. Na kama unazo. Sema kitu ukishakitiliania kwamba hii nakunywa kwa ajili. Si unajua? Ndio hivyo. Lakini mimi sina imani kama inaongeza nguvu za kiume. Mani wangu ananiambia eti na mimi nitie nia pia. Nikiwa nakunywa nitie nia kwamba natia nia kwamba nikinywa alkasusu naenda kufanya jambo fulani. Lakini mimi nakunywa kwa ajili ya kuchangamsha mwili kama nimeweza kuambiwa, kwa sababu nimeionja, nimekutana na tangawizi humu, nimekutana na maziwa, nimesikia iliki humu ndani. Viungo vyote ambavyo vipo hapa Tanga nimevisikia. Mimi nawashauri wadada tufanye kazi. Ukiamua kufanya kazi basi unaweza. Na wanawake tukiwezeshwa tunaweza. Mimi nasema tu focus kwenye utafutaji. Hayo mambo mengine yapo tu. Kwa sababu mimi nashukuru Mungu, yani mimi wa Mungu nimeanza na Mungu amekubali na wateja wengi kwa kweli. Ni yani Arusha na wateja, Dar es Salaam na wateja. Yani na wateja wengine wanatoka Nairobi wakija. Yani watu wako bwana tunakuja tupikie alkasusu. Kuta umeolewa na mwanamume anajiweza labda. Wengine hata hawajiwezi. Sasa wewe huwezi kuwa mpumbavu ujiweze afu mwambie mwanamke asifanye biashara wakati wewe hakuna ndani huna. Lakini mwisho wa siku yale ni maelewano yao. Au wivu wengine wanaona kama kitu kwenye biashara hivi wakutana na wateja watamsumbua. Hilo nalo linachangia kwa sababu ukiwa sehemu kama hii hapa wanakuja watu wengi hapa. Kila mtu akuja na vesi zake hapa. Umeona? Kwani hapo unapambana na vingi, umeona? Kwa labda nisemee hivyo, labda wivu, lakini mwisho wa siku maisha yanatakiwa yaendelee. Mpe mtu uhuru afanye kila ambacho anakifanya kwa usawa zaidi. Yes. Lakini bana kama mtu anaamua kufanya kusudi. Kama mtu anafanya tu. Yaani kama mtu anakuheshimu basi atakuheshimu, na kama mtu hakuheshimu hata umwekee geti la marumaru atatoka tu. Na kama mtu anakuheshimu tu. Mimi ni washauri wa dada ambao wanataka kufanya biashara. Mimi nasema wasijaribu kufanya biashara, wafanye biashara. Kama mimi pia nasema kama ningejaribu nadhani mpaka saa hizi sababu mimi sikuanzia hapa. Nimeanzia kugumu. Mimi dada nimezaa, lakini bado na mimi nalipalipa kidogo kwenye chati nipo. Sio kidogo. Umeona? Kwa mimi nilianza kutembeza. Yaani nimeanza kutembeza kwa nazunguka na Tanga hii, naenda TANESCO, ulikuwa ukija hapo ufundi, ukija wapi bandari. Lakini mwisho wa siku katika kuzunguka unaambiwa tafutai hachoki. Na bado sijapata, ndio maana sijachoka ni. Mungu akanijalia nikapata kijiwe. Nilianza na chupa 3. Lakini sasa hivi ongezeko naona ziko 4 5. Wateja wa meli wakitoka zao Zanzibar, meli ya Azam Slinki, basi wapiga simu, leo tunakuja watupikia alkasusu. Kwa hiyo unajua connection imekuwa sio kubwa kiasi, imekuwa bado inaendelea kutengenezeka kwa kubwa. Tuseme tumombe Mungu. Inshallah. Tumesikia mengi kwa katika kile unachokifanya. Mungu analeta na wepesi wake, na mtafutaji siku zote hachoki, kwa sababu ukichoka na mambo nao pia analala. Mimi ni Chris Kiondo na hii ndio alkasusu yenyewe, alkasusu mujarabu kama cameraman wangu anavyosema. Nilikuwa na mama alkasusu hapa. Mimi sina la ziada mpaka kufikia hapa. Endelea kukaa na Thinkers TV. Ciao.